Ole wako kujifanya kielele, ufungue bakuli lako ile unaanza kumuuliza kitu kinachoendelea huko ndani. Na kama ukijaribu kufungua mdomo wako huo, basi nitauziba mdomo wako milele, hautakuja kuzungumza tena. Utachagua kitu hicho kimoja. Uendelee kutumbua macho yako hayo au mdomo wako ufungwe na usije kuzungumza tena milele. Usinitumbulie macho yako kama mjuso bwana na mlango. Masikio unao na umenisikia vizuri. Sasa utachagua. Uongee. Karibu. Basi baadaye mwana. Wewe vipi mwenzetu? Mbona kama unasesea umepauka pau? Shida nini? Nimetokea kiwandani kule nilipokuambia kwamba nimefanikiwa kupata nafasi ya kazi. Lakini nimefika kwa kuchelewa, kwa hiyo hawajanisajili tena. Japo nilitoka kwa kudamka sana. Niliamka alfajiri saa 11 ila kule nimefika saa 4. Ina maana hapo tayari nimechelewa kwa sababu wao ratiba yao ni kufika saa 1 kamili asubuhi. Kwa hiyo sasa hapo sikuwa na namna, ikanibidi tu nirudi nyumbani. Lakini pia unaniona nimechafuka hivi kwa sababu nimeenda kwa mguu na nimerudi kwa mguu. Maana matarajio yangu ilikuwa ni kwamba nikishaanza kufanya kazi, wakati jioni ninaondoka lazima wangenipatia hela. Ina maana ningetumia kama nauli ya kurudia, ila bado sikufanikiwa. Yaani nilijua tu. Wewe hujai kuwa na bahati. Yaani hiyo ni mikosi mwanzo mwenga. Yaani maisha yako wewe ni mikosi na majuto tosha. Wewe kwa ajili nani wewe? Anayekuajili wewe nani? Kilamba ukwaju. Muone kwanza. Umetoka kiwandani, umetoka kwenye kiwanda cha wanaume uko amekugeragaza. Tena kwenye migomba na joto ya za guest hawana za kukupeleka wewe guest. Mwisho wa siku umerudi hapa 100 hawajakupa. Ona ulivyopauka mpaka mdomo. Hivyo unionee huruma. Sikiza nikwambie kitu kimoja. Yaani kama wewe unionee huruma kwenye maisha yako, hakuna atakayekuonea huruma. Sawa? Umeenda kutafuta kazi, umeenda hapa, mimi hayo hayanihusu. Ila nakuonea huruma tu kwa sababu nyamaze maana nitaongea mengine hapa. Lakini nini bwana wewe? Lakini kitu gani? Unataka kuongea nini sasa? Mbona mimi sipitia wapita unapitia wewe? Mbona mimi siyapitii? Hayo mengine unajitakia mwenyewe. Mwanamke malaya wewe. Hebu nitokee mimi hapa. Sijakuzoea kwenye hali kama hii. Najua tu kuna changamoto ambayo inakusibu. Naomba niambie tatizo gani ambalo limekukabili? Baba, mimi sina changamoto yoyote.
ila na shida moja tu. Zimepita siku nyingi sana sijamwona mamangu, na hapo awali ulinidanganya. Ninaomba nikakutane na mama. Ni baba, nilijua tu, ndio maana nakaa kimya hivyo. Nilikwambia tangia mwanzo nipeleke, lakini ulikataa. Na mimi nilijua tu baba unipendi. Mwanangu, sio hivyo. Sio hivyo nini? Basi sawa, acha nitafute muda ambao utakuwa huru zaidi, afu nitakupeleka. Umefurahi? Mwanaume gani wewe unakuwa king'ang'anizi? Kwa nini hutaki kunielewa? Mimi sikuhitaji, siwezi nikaishi na mwanaume maskini kama usiyejijua mbele wapi nyuma wapi. Mke wangu. Mke wako nani? Nani mke wako? Una haja ya kuwa na mwanamke kama mimi? Maskini, kapuku usiyejitambua hata kidogo. Umenitoa kwetu ninang'aa, nina muonekano mzuri, nina shepu. Sasa hivi unaniona ninavyoonekana? Naonekana mbibi wa miaka 90 wakati mimi bado kabinti mtoto wa 2000. Wewe mwanaume vipi? Una maneno makali sana mke wangu. Maisha ni kupanga. Nini? Maisha ni kupanga nini? Yaani muda wote uko ndani tu kama utumbo. Wenzako muda wote wanatafuta wanaume wanaojielewa, wanaotafutia familia zao. Muda wote unakuta barabarani wanachakalika. Lakini wewe umekaa ndani, unasubiri sijui mimi ndio nikakutafutie. Mke wangu, ni maneno yote yanatoka kwa sababu gani? Mafanikio ni siri. Sisi tunatakiwa tupate kipato cha halali. Na kipato cha halali siku zote kinachelewa mama. Kinachelewa? Ungekuwa una akili, afu na kushangaa. Una mikono, una miguu, una macho, una utimamu wa akili, lakini bado unatumikia umaskini. Weka hapo, achana na mimi. Tena usinisumbue, mpumbavu mmoja wewe. Sikiliza. Unajua jinsi gani ambavyo nakupenda. Kupata na kukosa ni mipango ya Mungu. Wala usije ukanihukumu kwa sababu ya umaskini wangu. Hakuna binadamu yoyote ambaye amechagua umaskini, na hakuna mtu ambaye anaufurahia. Ni mpango tu wa Mungu. Unajua Mungu ndo ambaye anaandika hatima ya kila mwanadamu. Lakini sidhani kama mimi niliwahi kuchagua umaskini. Funga bakuli lako bwana wewe. Nafikiri kumshawishi watu gani? Toka hapa bwana. Nikusikilize nini? Kwa nini unakuwa kinyanga kiasi hicho? Sikuhitaji katika maisha yangu. Nisikilize mke wangu. Sasa unaondoka unaniacha peke yangu. Hapo kama juzi tu tumetoka kuchukua ubingwa Yanga. Unataka nisherehekee na nani kama sio wewe mke wangu? Baki bwana, bado nakupenda mke wangu. Kwa hiyo, wakati mama yako anakutoa tumboni mwake, tulitoka wote wawili. Ili leo wewe uniambie nataka kukuacha mwenyewe. Hebu niache bwana. Toka bwana, umegani usolewa. Si bwana, ndio makali. Kwa nini? Unataka kunielewa kwa nini? Unataka uendelee kunitia nuksi? Unataka uendelee kuishi na mimi ili unizeeshe? Mpumbavu mmoja wewe. Vipi, mbona umekaa peke yako hapa? Hakuna kaka yangu, napunga tu upepo. Unapunga upepo ili hali unatoka na machozi? Mbona unajaribu kunificha? Hebu niambie nini kinachokusumbua ili nikusaidie. Usijali kaka yangu, niko sawa. Hakuna changamoto yoyote. Mficha maradhi kifo muomboa. Sasa kwa nini unaendelea kuyaficha hayo maradhi? Tafadhali naomba uniambie. Hamna kaka, hata usijali. Sister.
samani. Hivi unaishi wapi? Sio mbali, ni hapo tu, nyumba ile pale. Kama utojali, nilikuwa naomba namba yako ya simu, kwa sababu hali ulionayo inahitaji faraja, na mimi niko tayari kufariji. Mimi sina simu kakaangu. Inawezekana vipi hilo? Haina haja ya kuwa na simu kakaangu. Karobo amekataa kula tena. Tangu asubuhi, mchana mpaka saa hizi hajala kitu chochote kabisa. Kwa hiyo unataka kuniambia tokea asubuhi hajala kabisa? Na nimejaribu kumbembeleza sana ale, lakini amekataa. Sasa kwa nini hukuniambia mapema? Mwanzo nilizani hajisikii tu kula. Lakini sasa hivi alipokataa ndio nimeshtuka, nikaona kama yuko serious. Lakini pia nilimuuliza kwa sababu gani hataki kula. Alikataa kunijibu pia. Kwa hiyo nimeshindwa nifanyeje. Hebu kanitie. Karobo, kwa nini umekataa kula? Baba, mimi sitaki kula na siwezi kula. Kwa nini? Nataka nimuone mama. Kwa sababu nimechoka na ngojera zako kila siku kwamba utanipeleka kwa mama alafu hata unipeleke. Kwa hiyo mimi kula nitakula mbele ya uso wa mamangu. Mimi bila kumuona siwezi kula. Karobo, hujui kama unajitesa? Kwa sababu kukaa bila kula itakusababishia matatizo makubwa sana. Kwa unachotakiwa ni kula. Mimi nilishakwambia kwamba nikiwa free na kazi zangu nitakupeleka na utamwona mama. Ina maana uniamini baba yako? Nimeshakuzoea baba. Hayo ni maneno yako kila siku, unanidanganya hivyo hivyo na hata uyabadilishaje hayo maneno. Lakini baba, wewe unaogopa nini? Niambie tu ukweli, kama mama amekufa nijue. Sio unanificha ficha kila siku. Nitakupeleka kesho. Nikipata muda nitakupeleka. Sio niambie tu kama amefariki nijue. Niweke wazi, usinidanganye. Sasa ndipo Karobo. Mama yako yupo. Mimi nakuomba tu kula chakula, sawa? Nikitoka kazini kesho tutaangalia namna gani ya kufanya. Niahidi baba, kama kweli utanipeleka. Ni kweli mwanangu, nakuahidi. Na nitakupeleka, sawa? Sawa, nimekuelewa. Basi naenda. Mwanangu. Karo